يا ربنا تقبل صوماتنا، يا ربنا تقبل سجودنا، يا الله يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا رحمن يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taasisi binafsi zimetakiwa kutoa kidogo walichonacho katika jamii ili kuwafariji watoto wanaohitaji, hasa mayatima na wenye mahitaji maalum kwa lengo la kuwafariji. Ameyasema hayo meneja wa Amana Benki Zanzibar, Ame Hakiba Hassan, mara baada ya iftari iliyojumuisha watoto mayatima kwa lengo la kuwafariji na kuwapatia ruzuku itakayowasaidia mfungo wa Ramadhani na kipindi cha Idil Fitri. Jina naitwa Ame Hakiba Hassan, ni meneja wa Amana Benki Zanzibar. Amana Benki kwanza ni benki ambayo inafuata misingi ya Kiislamu katika kutoa huduma zake. Sasa miongoni mwa katika taratibu zetu sisi kila mwaka tunakuwa tunafanya iftar, lakini iftar yetu sisi iko tofauti kidogo. Iftar yetu sisi badala zile ambazo za kualika watu wengi sehemu fulani, sisi kaida yetu tunakuwa tunaangalia yale makundi ambayo yenye kuhitaji. Wakati mwingine unaweza kumwalika mtu iftar akaja, lakini kiukweli usiwe umefikia lile lengo la kuweza kufutarisha. Sisi tunakuwa tunaangalia wale ambao wenye mahitaji maalum. Wenye mahitaji maalum ni pamoja wanaishi katika mazingira magumu, lakini pia na watoto mayatima. Hasa this year kwa Ramadhani ya mwaka huu tumesema lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunafika kwenye watoto yatima na kuwapatia mahitaji kulingana na wale wanayohitaji. Unaweza ukapeleka wakati mwingine mahitaji ambayo wewe ukafikiria kwenye kituo cha watoto yatima, sawa watawapokea, lakini kwa kipindi hicho sio kitu ambacho wao walikuwa wanakita. Kwa hiyo tukasema tukae nao pamoja, tujue mahitaji yao ni yapi. Hasa tulifanya hivyo kabla ya Ramadhani haijaanza, na tukagundua kuna baadhi ya vituo vilikuwa vikihitaji vyakula, kuna baadhi ya vituo vilikuwa vikihitaji uboreshaji wa vituo. Kwa hiyo tuligawa hivyo. 10 la mwanzo tulipita katika vituo viwili, kimoja Fuoni, kingine Kibele, tukiweza kutoa mahitaji ya chakula. Lakini katika 10 la mwisho tulipata taarifa kwamba kuna kituo kipo Maungani kina watoto wanaishi katika hali ngumu zaidi, kiasi ambacho mpaka jiko la kupikia, sehemu ya kupikia hawana, hata makazi ambayo wanokaa ni kwa kweli ni makazi ambayo haridhishi, lakini wapo kwa sababu hawana cha kufanya. Kwa baada ya kwenda tukajionea ile hali, then tukasema hapa lazima tuweze kusupport, ndo tuweza tukasupport mifuko Saruji, lakini pia tuweza kupatia mabusati. Lakini licha ya hiyo tukasema ni vyema tuwaite na kwa pamoja tukae nao kama Amana Benki Zanzibar, tukiwalika baadhi ya wateja na kufutari nao. Kwa leo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tumefanikisha hilo, na leo tumeweza kula iftari nao pamoja, lakini pia tutawakabidhi baadhi ya mahitaji kwa ajili ya siku ya Eid al-Fitr. Kwa huo utakuwa ni msaada wetu kwa mwaka huu, na tuseme kwa Ramadhani ya mwaka huu. Kwa kweli leo ndio tutakuwa tumefunga kwa kituo hicho cha mayatima cha Amani ambacho kipo kule Maungani. Inshallah mwakani tutaangalia zaidi na vituo vingine ili kuweza kufikia. Sambamba na hayo, ameelezea mipango mingine ya muda mrefu na mafanikio ya taasisi hiyo kisiwani Pemba. Mwaka 2025 tulikuwa tuna zoezi la kufanya matibabu na tulienda Pemba tukaweka kambi ya wiki moja na madaktari bingwa nchi hii Tanzania. Kwa hiyo tulifanya zoezi pale, tukaweza kufanya operation zaidi ya tukatibu watu zaidi ya 1400. Operations zilifanyika pale successfully ni 176. Hilo nilikuwa ni zoezi la mwaka mzima. Hiyo fedha tungeweza kuipeleka mahali pengine, lakini tukasema hapana, tuangalie sehemu ambapo pana mahitaji. Kwa mwaka jana tuliona kabisa Pemba kulikuwa kuna uhitaji wa matibabu, kwa fedha nyingi tukazielekeza huko, na tulipeleka madaktari bingwa kutoka Muhimbili, madaktari bingwa kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, madaktari bingwa wa figo walikuwepo Pemba kwa muda wiki moja, na tulifanya ile zoezi lilikaenda smooth kabisa. Kwa hiyo swala la kutoa kwa Amana Benki kwa jamii, hichi ni tunajivunia, ni moja katika sifa zetu, na maandiko yanasema hivyo katika vitabu vya Qur'an. Tumeambiwa tuwaguse watu ambao wenye mahitaji. Kwa sisi tunakuwa tunalenga zaidi kwenye yale mahitaji ya jamii. Pemba tulifanya hivyo, lakini ukiangalia Pemba hatuna tawi, lakini tuliamua kwenda kuweka kambi ya wiki nzima, kuweka madaktari zaidi ya 70
madaktari bingwa. Haikuwa swala jepesi, na hopefully mwaka huu inshallah tutafanya kwa maeneo mengine, lakini imekuwa ni kawaida yetu kila mwaka kuweza kutoa kwa ajili ya jamii. Mratibu wa kituo cha watoto yatima Amana Foundation, Said Mohamed Khamis, amesema amefarijika sana kwa kuungwa mkono na taasisi ya Amana Bank Foundation Zanzibar, kwani kuna benki nyingi lakini Amana wapo mstari wa mbele kwa kuwasaidia watoto hao. Tumekuja hapa kufutari pamoja na watu wa benki ya Amana. Kwa kweli tumefarijika sana, na kwa kweli tunatoa shukrani zetu za dhati kwa benki ya Amana benki kwa kutushika mkono, kwa kutufariji, kwa kuwa pamoja na sisi kwa maeneo mbalimbali, kwa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru sana benki ya Amana benki kwa msaada wao, kwa uwepo wao na kutufuata kwenye kituo chetu, wakaja kutuchukulia watoto wetu, kutualika hapa, tukaja tukafutari hapa Baitul Amini. Kwa hiyo kwa kweli watoto wamefurahi sana, watoto wamefarijika sana na wanajisikia faraja, na kwa kweli sisi shukrani zetu hazina kiasi. Wengine ambao wataguswa na watoto hawa basi waweze kutufika na sisi katika maeneo yetu ili kualika watoto katika sehemu mbalimbali. Kuna sikukuu kesho kutwa, tukijaliwa na uhai na uzima, kwa watoto hao wanatakiwa kwenda, wanatakiwa kuvaa, wanatakiwa kutumia kama wanavyotumia watoto wenzao wengine. Yani kila aina majukumu hao watoto wanayo. Miongoni mwa watoto waliobahatika katika iftari hiyo wameshukuru taasisi hiyo kwa kujumuika nao pamoja katika iftari hiyo na kuwatakia kheri na ujira mkubwa kwa Allah. Ningependa kuwashukuru benki ya Amana benki kwa kutoa hafla hii na kutualika sisi. Tunashukuru sana, Allah alipe heri mwisho na mpaka mwisho wa dunia. Nashukuru kwa hilo kwa kutuita kuja kuftari hii, na tunawapa shukrani na Mwenyezi Mungu atawalipa kwa ujira unaopaswa, na pia itadumu benki ya Amana benki. Shukrani. Iftari hiyo imejumuisha takriban watoto 45. Wahisani wametakiwa kujitoa katika mfungo na sikukuu ili kuwafurahisha watoto hao.